Bwana Yesu asifiwe. Ninachukua nafasi hii kukusalimu katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Naitwa Mchungaji Daudi Maira Magolima kutoka kanisa la Mennonite, Dayosisi ya Mashariki, Jimbo la Kisota, Kigamboni. Nichukue nafasi hii kukaribisha kwenye kipindi chetu Anza na Bwana au Amka na Bwana. Ndugu mpendwa, mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu, kipindi kilichopita nimezungumza na wewe na ninaendelea kuzungumza na wewe aina 4 za watenda dhambi au wana dhambi, kwamba natamani tu uzielewe. Kundi la kwanza nilisema ni lile kundi ambalo ni rejected sinner, na nikasema rejected sinner ni wale watu ambao ni watu wenye dhambi waliokataliwa na jamii, taasisi, familia, ukoo, dini mbalimbali, wanatengwa. Lakini nikasema ingawa wanaweza wakatengwa na taasisi mbalimbali na jamii mbalimbali na familia mbalimbali, koo za aina mbalimbali, madhehebu mbalimbali, dini mbalimbali, lakini Mungu hawezi kuwatenga. Hiyo ndiyo nafasi walio nayo ambayo ni ya muhimu sana. Hawawezi kutengwa na Mungu, hata kama huyu mtu ni kweli ametenda dhambi ya namna gani. Unapomtenga, umemtenga kibinadamu. Mungu hahitaji kuona unamtenga, kwa sababu kazi kubwa ya Mungu ni kushughulika na wenye dhambi, kuwarudisha kwake. Sasa kundi la pili ambalo nataka kuongea ni kundi la wale watu wanaojionyesha mbele za watu wao ni wema. Kuna kundi lingine la watenda dhambi linalojionyesha mbele ya watu, mbele ya jumuiya, mbele ya jamii, mbele ya kikundi au vikundi mbalimbali, mbele ya taasisi mbalimbali, mbele ya mashirika mbalimbali, kwamba wao ni wema, ni waaminifu, ni wenye haki mbele za watu, hata mbele ya macho yao, lakini ndani ya mioyo yao ni watenda dhambi wabaya sana kuliko au rejected sinner. Ukiwaona unasema hawa ndio walio kweli, hawa wameokoka, wanakwenda mbinguni. Ukiwaona jinsi wanavyonyenyekea, ukiwaona jinsi walivyo wapole, ukiwaona jinsi wanavyoongea mbele za watu na nafasi zao walizo nazo. Wengine wanakuwa na nafasi kubwa kwenye mataasisi ya Kikristo ya dini sana, lakini mioyoni mwao ni umbwa mwitu. Lakini ukiwaona jinsi walivyo, wanavyoonekana, unasema huyu mtu kweli ameokoka, huyu mtu kweli anamjua Mungu, huyu mtu kweli anamfahamu Mungu. Wanaonekana ni waaminifu na ni wenye haki. Wanapenda kujisifu mbele za watu kwamba wao ni watenda mema, wao ni waaminifu, sio wenye dhambi. Hili ni kundi la pili ambalo ni hatari sana. Watu hawawezi wakawajua kiurahisi, wakawaelewa kiurahisi, wakawatambua kiurahisi, hadi watu wawe na macho ya kuona katika ulimwengu wa roho, kwamba huyu ingawa anajifanya kunyenyekea, kusema Bwana Yesu asifiwe, kusema haleluya, kuwa karibu na kwenye madhabahu, kuwa karibu na wachungaji na wa mashemasi na maaskofu, au ni askofu, ni mchungaji, ni mwinjilisti, lakini mambo yake anayoyatenda ni mambo ya kipuuzi kabisa, hayafai, ni umbwa mwitu, ni mpagani wa kutupwa.
anaonekana mbele ya watu ni mkamilifu kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Warumi sura ya kwanza mstari wa 18 hadi 32 utaona hapo. Ndugu mpendwa, unapokuwa unaipeleka habari njema, unapokuwa unahubiri ndani ya dini yako, ndani ya kanisa lolote la roko, kanisa la nyumbani, hakikisha wapo watu wenye namna hii ambao wanahitaji kukutana na Injili. Huyo lazima ujue makundi ya wenye dhambi. Kundi la kwanza ni hawa rejected sinner. Kundi la pili ni hawa reformed sinners, wanaoonekana kwenye macho ya watu ni wenye haki, ni watakatifu, ni wakamilifu, wasiotenda dhambi, lakini ni watenda dhambi vibaya mno. Kama ni jambazi, ni jambazi linatisha, linaua. Amebeba jina la Kikristo, amebeba jina la dini fulani, lakini ni mtu, ni hatari. Anaweza akawa na silaha ndani, anaweza akawa na silaha kwenye nyumba yake, anaweza akawa na silaha hata kwenye maeneo ambako unaogopa. Mungu atusaidie, Mungu atupiganie, Mungu atutetee. Usiwe mtenda dhambi unayeonekana mbele ya watu ni mwenye haki, lakini ni mbwa mwitu. Baba mwenye nguvu, mwenye uweza, mwenye mamlaka, tunajikabidhi mikononi mwako. Tutie nguvu, tusiwe kama kundi hili la watenda dhambi ambao Bwana, kwenye macho ya watu, mbele ya watu, wanaonekana ni watu wa muhimu sana, wanaonekana ni wenye haki, wanaonekana ni waaminifu, wanaonekana ni watakatifu, lakini Mungu ni watenda dhambi wabaya sana, hawafai na Mungu hawataki. Tusaidie na sisi tusiwe kwenye hilo kundi la kinafiki. Tunasema tunamjua Mungu, lakini hatumjui Mungu. Inapofika wakati wa kutenda dhambi, tunakuwa watenda dhambi hatari, lakini huku tunajifanya tunamjua Mungu. Mungu tusaidie sana, tusaidie Mungu, maana tunajua utakuja kulichukua kanisa lako. Tukiwa kwenye kundi hili hatutauona ufalme wako. Tusaidie sana, ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru, amen.